Anayezini japo mara moja tu anavuliwa imani kwa hadithi ya Mtume kana kwamba anavyovua kanzu katika mwili wake. Ipo aya kule anasema fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamia. Kumbe kuna mtu ataenda motoni, fa ummuhu hawiya, mama yake ni hawiya. Nini maana yake? Wanasema baadhi ya fasiri, sikiliza ndugu yangu ambaye qitatun min lahamika ila farji ghair halal, kipande chako cha utupu kila kukicha unakipeleka kufanya uzinifu na unaona umesave. Anasema katika suratu Furqani, miongoni mwa watu wataingia motoni wanyonge wadhalili wanalia, ni mzinifu, yakhludu fihi muhana, atakaa siku nyingi sana motoni na atakuwa mnyonge kwa sababu yeye mzinzi peke yake. Mama yake atakuwa ni hawiya. Kivipi? Anasema imemithilishwa ulipokuwa katika tumbo la mama yako, ulikuwa upo kama katika kibuyu vile. Sasa kitachukuliwa chuma cha shaba motoni, alafu kile chuma cha shaba kitengezwe kama mimba ya mama yako mzinifu wewe, alafu kisha utumbukizwe kwenye kile chuma, kichomelewe juu, kinachukuliwa kile chuma kinaingizwa katikati ya moto wa Jahannama, malipo ya mzinifu wa kawaida. Hongera mwenye kuzini. Je, alozini mke wa mtu, Mtume akasema la haula wala quwwata, azina jarima, ama zina ni dhambi, ikitendwa yahtazu arshur rahman, inatingisha arshi ya Mwenyezi Mungu jalla jalal. Akasema Mtume, man zana bimra'atin mutazawwijatin, atakayetembea na mke wa mtu, udhiba fi qabrihi binisfi adhabi hadhihi al-umma, akiingizwa kaburini mwake peke yake atapewa adhabu ya nusu ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ni ndoto ukiwaambia Waislamu wenye kuswali sala tano anyoshe mkono ambaye hakuwahi kuzini, ni kibarua kikubwa. Lakini aliopitisha ujana wake hakufanya matendo machafu kama hayo, zawadi yake atafufuliwa na vijana kama Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuoe, tuziheshimu ndoa, tupate kustirika.